za dhati kabla tujatoka hapa kuelekea airport? Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuifanya siku hii imetimia. Alafu natoa shukrani zangu za dhati kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru sana mama, ulikuwa halijakufikia ila limekufikia, na kushukuru umelibeba na umeamua kulivalia njuga kwamba mtoto huyu lazima atibiwe apone aweze kurudi kwenye majukumu yake. Nakushukuru sana rais wetu, na washukuru wa Tanzania wote kwa ujumla sana. Nashukuru wa Tanzania wote, sinashindwa kuelezea kwa sababu ilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu. Nashukuru media zote. Namshukuru Imelda. Asante sana daima. Asante, mimi najua hiyo yote ni furaha, lakini tunachokiamini hawa tunakuombea na tunatamani kukuona ukirudi kama zamani, na mimi furaha yangu uende na upone, na unajua jinsi gani natamani siku zote upone, natamani urudi kama zamani. Najua, and I appreciate so much. Wallahi nashukuru sana. Nawashukuru wote kwa ujumla. Sina la kusema. Mwenyezi Mungu amzidishie rais wetu, ampime kama mitano mingi. Kuja tarehe 22. 22 hiyo tukategemea ndo atakuja, kumbe amefariki. Basi maana walikuta ametapika sana. Ametapika sana, tumbo limemuuma sana, katapika chumbani. Yule kijana wangu ambaye yuko naye huko anamgongea mlango, fungui, akaamua kufungua mlango kwa lazima. Kufungua mlango nakuta kumekatapika sana na ameanguka, yuko chini ya ufungu. Akahamanika, akamchukua akampeleka hospitali. Daktari akasema yeye alihisi kazimia. Daktari akasema mbona ameshafariki? Basi ni safari yake hiyo. Kafariki akiwa peke yake. Na mimi jirani nimeongea naye sana. Nimeongea naye sana mtoto wangu. Nikawa namuona kapendeza. Alikuwa amependeza sana. Naambia mama, mtu akikuona hivyo atasema humwi. Mama naumwa sana. Nachoumwa mimi Mungu ndo anajua. Maana utumbo wangu umepakia sentimita 2 katika sentimita 9 ambazo nilipewa na Mwenyezi Mungu. Lakini ni kadari yangu mama, sina jinsi. Nikamwambia sentimita 2, kuna sentimita 9. Akasema sasa itakuwaje? Akasema daktari akasema huwa wana survive, lakini ni kwa shida mpaka ubongo uje uzoee hali hii ya utumbo kuwa sina utumbo mkubwa ndani ya siku 90. Na sasa hivi nikiwa nateseka, nikiwa natapika sili chakula kingi, nakula kidogo sana. Nikiwa natapika kwa ndio maana daktari aniongezea siku, anasema hajaridhika na kidonda changu. Lakini mpaka tarehe 22 kwa uwezo wa Mungu ndio tutakuja mama. Kaambia inshallah tumsingi upone, umeteseka sana mtoto wangu. Sema mama, nakupenda sana mama. Nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. Nakupenda mama yangu, na kuombea dua. Naomba Mungu mimi mama asinichukue nikujengee. Hata ukifa maiti yako itoe kwa nyumba yako mama. Nakupenda mama yangu na nitazidi kukupenda. Asante mwanangu, Mungu atakulipa. Basi nachomwombea mwanangu, Mungu ampe kauli thabiti, amsamehe madhambi yake. Na mimi mwanangu naamini kwamba hajanikosea katika uhai wake. Si hajamna ichosha nikosea. Basi pole sana. Walikuwa kimfuatilia kwa karibu kutokana na tatizo alilokuwa kumsumbua. Sawa, pengine tuanze na safari ya Hawa. Ugonjwa wake mwanadada ambaye alikuwa ni mwigizaji tangu enzi za ugonjwa wake unapoanza mpaka umauti unamkuta. Imelda alikuwepo bega kwa bega na yeye. Tumeamua tumtafute Imelda ili tuzungumze naye kwenye safari ya uhai wa Hawa, shida yake, matatizo yake mpaka umauti unamkuta. Pia pengine aliwahi kuzungumza naye kabla umauti kumkuta. Alipata kuzungumza naye kitu gani? Tuko na Imelda Mtema. Dada, pole na msiba.
Asante, tupole wote, kwa sababu Watanzania wote wamempoteza Tanzania mwenzao, wamempoteza mtu aliyekuwa anamfahamu, mashabiki wamepoteza mtu ambao walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kutokana na tatizo lilokuwa kumsumbua. Sawa, pengine tuanze na safari ya Hawa. Ugonjwa wake rasmi ulianza wakati gani? Hawa ameumwa sasa hivi takriban miaka 8, lakini ulianza tumbo linauma, mara akapata stroke, aliparalyze, wakahangaika akapona. Kwa hiyo nilikuwa na mlolongo mrefu, lakini miaka 4 iliyopita au 5 nilikuwa ile serious, ile muda kupasuliwa. Alianza kuumwa na tumbo kwa sababu ya nini labda? Nini hasa kilipelekea? Yani walikuwa mwanakwanza kwa atoe majibu kwa sababu fistula ya utumbo. Yani kila mtu alikuwa na daktari kila kimnani anasema yake, lakini mara mwisho kwa sema alikuwa na fistula ya utumbo. Na hiyo ndio ilikuwa ikimsumbua tangu hapo mwanzo. Kwa sababu ilikuwa ndio anafanywa upasuaji mara kwa mara, kwa sababu alikuwa anaenda anafanywa, anakatwa utumbo, unakuwa unaoza, anakatwa unaoza. Sawa. Na matibabu yake hasa ilikuwa kwa ajili ya fistula ambayo ndio ilikuwa inazungumzika, alikuwa na ugonjwa huu. Kwa mujibu wa mwanzo, lakini alipoenda kule, alipofika India, baada ya kumfanyia vipimo na waligundua kwamba, yani sasa sijajua ni hiyo, ndio kugundua kwamba utumbo wake ule mnene ndio ulikuwa umeparalyze, na ulikuwa haufanyi kazi. Kitu ambacho kwa kinasababisha sasa utumbo unakuwa unaoza, kwa sababu hata choo alikuwa apate, alikuwa anakaa saa nyingine miezi 3, miezi 4 hivyo ndo anapata choo tena kwa shida. Zamani nifahamu kitu kimoja, kuna baadhi ya watu wanasema sababu ya Hawa kuumwa, alibeba ujauzito, akajifungua kwa operation, na baada ya hapo baada ule operation ndio ikawa chanzo hasa cha yeye kuumwa mpaka umauti unamkuta. Kuna ukweli hapo? Hapana, kwa sababu mtoto wa Hawa na sasa hivi yuko form 4. Na maana ungeangalia ni muda mrefu, na Hawa kaumwa tu miaka 8. Na mtoto wake sasa hivi yuko form 4. Kwa hiyo hapana, yeye alizaaga tu mtoto wake vizuri. Na mtoto msichana tu mkubwa yuko form 4 sasa hivi.